mojawapo ya tabia mtu mvivu huwa ni kulala. Yaani wewe saa 3 saa ngapi ndio unaamka? Mvivu. Ndugu zangu, kuna mambo mengine sio ya kuombewa, wala sio mapepo au vinginevyo uamue wewe kwa kugeuka kuwa pepo mwenyewe. Nimesema unapokuwa haujafanikiwa duniani hapa, mtu wa kwanza wa kulaumiwa ni wewe mwenyewe. Mchawi wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Sasa kuna watu ni maskini, hawajafanikiwa kwa sababu ya roho ya uvivu. Sasa uvivu, mojawapo ya mapacha wake ni usingizi. Anasema utaondoka lini katika usingizi wako? Lini unaondoka? Wewe kama unaamka saa 3, tunakwenda kufungua duka, unaenda shambani, unaenda kwenye biashara, kwenye kazi ya kujenga, alafu natarajia ufanikiwe kwenye maisha yako. Anasema hivi, bado kukunja mkono kidogo pata usingizi. Umaskini wako utakuja kama mnyang'anyi, kama mtu mwenye silaha. Mimi kwa utafiti wangu nimekuja kujiridhisha kwamba hata warokole wengi makanisani ni wavivu sana. Warokole wengi makanisani ni wavivu. Hawataki kujishughulisha. Wokovu umetukanwa kwa vya kutosha. Hata kaonekana kama wokovu ni wa watu maskini, watu wababaishaji wasioeleweka, kwa sababu ya watu wachache. Uvivu. Unaenda shambani saa 3, umelima saa 1, umerudi nyumbani, unasema jua kali. Roho ya uvivu inatesa watu wengi sana. Lakini unakuta mtu yeye akiwa kwenye kibarua, kwenye shamba, kwenye kazi ya mtu mwingine, mpaka unamweza kumtafuta yule mtu anayeamkaga saa 3. Anafanya kazi kwa bidii. Nisoma pia Misali sura ile ya 24, 30 mpaka 34. Sikiliza tena kwa habari ya uvivu. Anasema, nilipita karibu na shamba la mvivu na shamba la mizabibu la mtu asiye na akili. Biblia inasema mtu mvivu hana akili. Sio mimi, ni Biblia.